Wacha Mungu ndio wanaofaa kuwa viongozi. Kama viongozi ni wacha Mungu, yani kinachofanyika kitakuwa na uaminifu. Nilikuwa nahubiri wakati fulani nikawaambia hivi, Watanzania wote wakikubali maisha ya ucha Mungu, wote wakaishi maisha ya ucha Mungu, polisi, budget ya polisi itaondoka, budget ya mahakama itaondoka, budget ya kulisha wafungwa magerezani itaondoka. Hiyo budget itarudi kusaidia watu kwenye kilimo. Hiyo budget itarudi kusaidia watu kwenye afya. Kwa nini? Watu wameamua, wamekubali kumcha Mungu. Kama wamekubali kumcha Mungu, maana yake uovu haupo. Na kama uovu haupo, mahakama inashughulika na uovu. Sheria zote za nchi ambazo nakuta wanasema amevunja sheria kwa mujibu wa kifungu namba fulani cha mwaka fulani kilichorekebishwa mwaka fulani, anahukumiwa kwenda jela. Yale makosa yote neno la Mungu linayakataza. Kwa hiyo mtakirishi neno la Mungu akawa mcha Mungu, uovu hauko juu yake, uovu utaondoka. Ndio maana kiongozi unatakiwa uwe mcha Mungu, usiwe mwovu. Kiongozi usikupe kwenye makosa. Kama umechaguliwa kuna mtu hapa kukujua vizuri, usiinue mabega kwa sababu mimi ni kiongozi na sasa nitaona nani atakayeniamsha kwenda kwenye prebu. Watakuamsha tu na uongozi wako utaufuta siku moja. Kuna mwaka mmoja head boy nilimfuta